musifi Bwana maana go tumete okoro ona ndoshia kwige komena tukamake otana shia roshia leo kuotoshio shia menaga ona dole mushia na kama umezaliwa kakasirika na wewe na udiri kendo kia ole tona tutungeta mondo kendo mwele omwikala neno kia inya ndio wa Yesu haleluya. Lengo akienda kuhe mundu kwiheo no ndiramenya nataka kupeana zawadi mbili kwa watu wawili. Sijui ni tena. Sikusema hivyo mkono naweza sijui ni tena. Koheo no atuele tuyo. Ndio wake. Kwa vile ambayo unasema tunaamua ndio wake. Mwenye kusoma Biblia. Ndio rado. Ndio wake. Mungeni. Akitego to masiwera wake. Soma ndio mama mero. Na kesho ama leo ndio wade na mbele roho kesho utakunywa yogurt. Amen. Leo ni maji, kesho ni yogurt. Mwendo wa pili ni nani? Aisha niko mtuja. Mshoki ngalo tikawaida na tomohaka. Yako yije. Yako kimeka go ikara ndio tilishira. Atomae ushone boka hewa yogurt. Na ushoki ngalo ndokamake. Na noto kohe mara nigeda ushoki ngalo yogurt tokae. Mwendo wa pili ni nani? Yale mgeni ukio mmoja. Yule ambaye amekuja leo kwa mara ya kwanza. Huyo kwa mmoja. Na noe wao hoya. Ogama. Leo kabla labda saa 8 ama kabla jioni inyo ndio tukomoe. Amen. Kila mmoja atapata lengo mtu akiona niego. Ndio ngara kigo inyo ndio hapo tunatiga. Ndio reka yendele kile yako kuombe. Ndio tire muri wake wa mumo. Idwo ndio tokeo. Maana alikufa kwa ajili ya sisi wote. Hata kale kafupi ndio kuiregiwa. Na yule mrefu mpaka unaogopa au na hata bekarade. Unakabili wakene mure. Uweza kuongea inano amayegania. Ikiwa ni mapenzi ya Bwana kila mmoja utapata zawadi leo. Na ya makorango kiradi yako maana ndiriga. Kiradi kiado ya 16 above kana miaka 16 kuikania. Nao tutakuwa na zawadi yao saa yao. Amen. Basi maana tumeombewa, nataka tuangalie na tunaomete ile shiboishi tulisoma imepotea. Ndio ndio tutakayota kulihiria. Nasema yule nature takes its course. Kwa hivyo tulisoma jana till now. In Kenya, the churches have risen to 4,000. Na hiyo tulisoma jana, wale makanda mogerekete. Na ndio tukasoma who founded these churches. Makanisa haya yalitoka wapi? Hatukusema hiyo, lakini tuliulizana makanisa haya yalitoka wapi. Ndio tukaona the first church was founded by God. By God himself. In the Garden of Eden and opened iliyofunguliwa by then. Na hiyo iko katika Genesis chapter 2 verse 1 through 3. Na ndio msomaji usome. Tumerudia tu kidogo kwa ajili ya dada yetu ambaye amekuja leo. Ningependa unakiamenya tuliyetupali yemo. Ili asibaki nyuma. Ni katika neno la Mwanzo 2 mstari wa 2 na 3. Neno la Mungu linasema, na siku ya 7
Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakaza, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Asante. Ningependa hii tulisoma jana, nilielezea, na ndio tunaona mambo matatu Mungu alifanya wakati alipokuwa anaumba mbingu na nchi. Siku ya kwanza, siku ya pili. Siku ya kwanza alisema let there be light, and there was light. That is Genesis 1 verse 3. Na Mungu akaona nuru ni nzuri, akaita nuru mchana na akaita giza usiku. Wale ambao mko level 1 niliwafundisha hii. Na ndio ukiangalia alipoita giza usiku na nuru akaita mchana, niuliza swali rahisi tu. Giza na nuru ni nani alikuja mbele? Watu wa pande huu. Giza na nuru nani alikuja mbele? Watu wa pande huu. Habari. Giza na nuru nani alikuja mbele? Nuru, giza, nuru, giza. Na hiyo iko sawa. Ukisikia wanasema nuru na wengine giza, nuru na giza, ukisema wote nuru ama wote giza ni very abnormal. Lakini mkisema giza nuru, hiyo ni very normal. Yaani unatembea na unatembea mguu wake kwa hanini. It is very abnormal. Kwa hiyo mpaka kama huko kweko unakanyaga mahali kwa tawa mambo. Ujo ni motolere. Na ndio giza ilikuweko wakati ule Mungu aliumba mbingu na nchi. Wakati ule alipoumba mbingu na nchi, alafu akaiacha. Na alipoiacha, ukisoma verse 1 and 2 ya Genesis 1 verse 1 and 2 inasema okiabiria the diary orea. Yani it was formless and empty. Na akaiacha. Na mai male kou maigulite. Na kulikuwa na giza, aliacha. Paka ile inaitwa the creation week. Kuna majuma mawili ya maana sana duniani. The creation week and the redemption week. The creation week, kiumbe kile gayobire na kiumbe kile twahonokiyo. Na zote zina similarities. Na ndio alifanya, bado tunaelekea na church history na mpaka ujue mwanzo wa kule tulitoka. Dunia ilikuwa formless and empty. Lakini wakati in verse 3 nasema, and God said, let there be light, and there was light. Mwathani akiuga yakiuga ndikugia na utheri gukigia na ki. Na Ngai akiona utheri ni mwega, akiutua ki. Na yo nduma ukigia hwaine ucio gituika muthenya. Na ukienda creation day 2 nasema Mungu akasema ugenda mutamburo kwa matu mairo, and that is the firmament. Mutamburo kwa matu mairo ugayukanie mai na mai. Mai makule iguru na mai makule. Rigetha mathi iguru ri mothe mari guku. Noga yake abatia mai mamwe magithi iguru, mai magi magituo the yote ikagawanywa, na hapa katikati akaita anga. Hiyo anga ambayo alisema iliitwa mbingu. Alafu maji ingine ikaenda juu, ingine ikaenda duniani. Kile tunatafuta gospel in creation, the one aliposema kuwe na nuru, na nuru hiyo akaita mchana, na giza akaita usiku. Hapa uelewe, hiyo ndio inaitwa extraction. Gospel in creation, you extract. Kanitha wambere kabla hata hakuna wokovu, kabla hata hakuna dhambi imetokea, Mungu aligawanya giza na nuru. Na gutiari mehia. Kwa hivyo unauliza giza ilitoka wapi? Na giza ilikuwa isaidie nini? Tumaona ukirora duma. Yali kuwa duma. Na ilishoka kaida meheli. Akaiacha na kimeto tuku. Kinyomuzi. Duma. Ito taidangia na kedu. Unajua kuna vitu ingine hata ukiangalia.
Ukiwa na nuru tunatembea, ukiwa na nuru wanyama wanakula, ukiwa no duma. Lakini unasahau kitu kimoja, mwene dumeo, mwene warotogira mwene dumeo. Mwene dumeo. Ogo na mwikara mwene mogerekero, no areka. Yani hii inakuonyesha tumudu ndondo netuo tutarona tureshiria Ngai ndarona twakwenda ugo kwina ndu mwene nduma nionaga ona nduma-ini. Are we together? Na mwene otheri nowe mwene, lakini sisi wenyewe ndani yetu kuna watoto wa giza na kuna watoto wa nuru, na Yesu ni wa nuru na shetani ni wa giza, na dunia hii imejaa giza na imefunikwa na giza. Na wakati wa creation aligawanya mbili, giza na nuru. Kwa hivyo uelewe, duniani, the whole universe, duniani kuna giza na nuru. Wanadamu kuna watu wa giza na wa nuru. Huo ndio ungehujiliwa maita magana mana, hata ufundishwe, hata mhubiri aruke aliria hali ya roho yote ashoke kwa Mungu akuhutie na kuhoere wandumano ati watu itwale yaku nere yao na watu itwale yaku nere yao. Na ndio tunasema gospel in creation, gospel in creation. Na ndio unaona alipokuja akaita nuru mchana. Sasa nataka hapa uelewe kitu kimoja. Ukawa jioni, kukawa asubuhi, siku ngapi? Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ngapi? Ninaenda kukuonio kaundukanini, okanini tu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ngapi? Na jirani, siku inaanzia wapi? Uwaka inayeja, siku inaanzia wapi? Mudenya wapagereliane. Mudenya wapagereliane. Ateroshine. Yani tunasema one day. The one day, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ngapi? Hiyo siku moja inaanzia kale, kulingana na Biblia, siku inaanza jioni. Ndio aleaga wa mudenya ukaberelia. Unaenda masaa ya giza mpaka kesho asubuhi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ngapi? Wakati sasa, this is Genesis hapo verse 6. Soma kwa haraka ndipo tusikie. Ninakupa tu ya pili hapo, tuhame hapo ndio uone. Soma. Katika ndani ya Mwanzo 1 mstari wake ni wa 6. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Ya pili. Lakini maji yamegawanywa mara ngapi? Maji ya mbinguni na maji ya wapi? Na uelewe, siku iligawanywa giza na mchana. Yaani Mungu alianza kugawa mbili. Ndio nyawe uragia moro wa ile tomore ile vitowe mwendo liko. Maana wakati iligawanywa giza na nuru, hata hapa duniani kuna watoto wa giza. Sasa maji yamegawanywa mara ngapi? Maita mbili. Halafu maji ingine ni ya wapi? Ya juu. Na maji ingine ni ya wapi? Chini. Halafu Mungu akaita anga mbingu. Na ndio ikaishia hapo. Sasa soma 17:15, Revelation 17:15, Revelation 17:15, tuweze kuona kwa haraka maji inasimamia nini. Historia ya kanisa na wanadamu itatokea kwako vizuri ukisikia imetajwa watu, umesikia wanadamu. Soma Ufunuo wa Yohana 17 fungu la 15. Fungu la 15, neno la Mungu lasema,
Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Maji katika unabii, maji mahali unapoona yule kahaba aketipo huyo kahaba sasa uketi. Na ndio nasema hayo maji uliyoyaona ni kabila za watu na mataifa na jamii. Kwa hivyo inapotajwa maji ni wanadamu. Na wakati wa creation imegawanywa mara mbili, maji ya mbinguni na maji ya duniani. Watoto wote wa nuru tumaini lao ni mbinguni. Amen. Watoto wote wa giza tumaini lao liko wapi? Duniani. Maji ya duniani na maji ya wapi? Ya mbinguni. Tarorosho mwenake, orolesho mwenake. Obiona mundu rakwariria thacio the wanaongea ndari guku nawe wi guku wimenyerere muno tarorosho mwenake. Umurori anafanana na maji ya duniani ama maji ya mbinguni. Wapendwa, haleluya. Hebu nikueleze, ona kanisa katika makanisa yenu mahali kuna ubiri, kuna watu ambao ni maji ya duniani. Kile tingo kule ndo mashuka na maka ndeni mai Moto. Mashuka na na kule ndo magera ga kero kuka ni laini. Hawa ni maji ya duniani na uelewe mapema ni wagiza. Asholisha ndashi ya duma. Na wewe kama unaelewa, ndio unaona Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma shetani. Yaani ni mtu tu lakini anamuita shetani. Maana hapa huko hapa for 1 week, your special dedication ndio dedicate ya kiungo. Lakini wala ambao ni maji ya duniani leo wekera kada. Na ukicheza leo wekera dumako hivi. Lakini elewa na umwambie mwende dumeo. Sasa hapa kile nataka niwaambie leo duniani kule ndo meteketie moja ya hapa kigadha nitashotuko. Na moyo ate atona hivi ona hivi alo mokerekera ati wakila taukirwo okoro ndo meteketie ogwo taukirwo wega muthenya wa bageriria waiste diwale kati ukigea wine ukigea roshine muthenya ke no haha netureruta ngo na mbere na kwiruta tondu cio ni Ngai. He is the one who founded kanitha wa mbere na kanitha wa mbere okionio how to worship. Te muthenya wa kinya wa thabato Ngai yake urathima, Ngai yake waamura, Ngai yake huruka na ndari na thina wa kwira andu ati ukai ati njoni tupumzika na nyinyi ona yothe yale ndandu igana na ng'ombe totaira ogwo muthenya ucio maikirire birthday yao Adamu na Hawa, yale birthday yao Adamu na Hawa tondu angikoro marumbiro ira githematia cero maingira thi ino ria mbere ogwo yale birthday Sabbath yale birthday ya Adamu na Hawa. Na acio ni go celebrate hamwe na araika tonyoni toyurete ko muhoda wa Edeni tukina na nyamu ciare ku ciothe cihurukite makiuruka thabato na kwaya matuine na reke inde mwire gutire kindu kiuru kabotweke wa opposition wako fikari kali na kabofika na aciari yaku wapinge wazazi kabisa na yuleta wa haraka anobie, lakini kumpinga Mungu wa mbinguni au kero kapotake aciari. Maana hawezi kuja hii dunia ung'ang'ane na mwenende no na unakaa kinyume chake. Yeye anasema siku inaanza jioni na wewe terereza hadi tuko kwa aliama unaongelea, lakini waje nikwambie ukweli, haukujua na mimi sikujua, niko dato ile na tuakokanishie ne tuko hiyo ndakwenda wakinya hende ya kwenda na moti motile na mwana kwa alafu tukifika hapo nje, maana tunaenda tukiimba tukioka kwa tukifika hapo tunaimba maikarete otuko haleluya mori ora ikawa daimyo akile baodeli
tulikuwa tunaimba nyimbo mingi na hatutaka kuimba wimbo mrefu. Huko toto wako hauja umeotuhebesha. Alafu tunaenda kwa mwingine. Kwa rokota goto kosho wole, tabele toka gati gele kwa tena. Anataka nikwambie ikifika saa 6 ya usiku wote tumejaa kwa kanisa. Halafu tunaimba gati gele kwa tena. Na watu waliamini siku inaanza saa 6 ya usiku. Hiyo ni shida ambayo ililetwa na serikali ya Kirumi ambao walikuja duniani na wakaja wakiwa wapinga Kristo. Neno linasema anaitwa mpinga Kristo. Na ndio unaona na ndio unasikia, maana kanisa la kwanza limeanzishwa na Mungu. Kanisa lingine nalo likaja likaanzishwa na lilianzishwa la kuoshi jua. That is Sunday. Ambao walikuja wakageuza amri za Mungu. Hata makegesho na morutani wakapitishwa barabara zingine. Neno la Bwana linasema wazi. Na ndio soma Genesis 10 verse 8 to 10. Soma. Katika Ufunuo wa Yohana Mwanzo 10 mstari wa 8 na wa 10, neno la Mungu lasema, Kusi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari kuwinda wanyama mbele za Mungu. Mstari wa 10, mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Eruku na Akidi na Kaini katika nchi ya Sinai. Umemaliza? Unaweza keti utaweka Ezekiel tayari. Ezekiel 8:16. Hapa nataka tu kueleza kwa ufupi. Kulikuwa na mfalme aliitwa Nimrod. Nimrod wengi tumejifunza katika unabii, mnajua hiyo. Nimrod alikuwa na mke ambaye aliitwa Semiramis, mke wake. Nimrod baadaye ndiye alijenga Babeli. Unaposikia Babeli, Babylon, the Babylonian Empire. Nimrod alikuwa mwanzishi, akajenga kataoni kadogo. Baadaye wengine wakaja after him, wakajenga ikawa kubwa. Mpaka miaka ya kina Nebukadnezar walipokuja ni kuifanya iwe kubwa, ni kumjenga mji. Hata Nairobi ilianza kakiwa kama mji kadogo. Ederareli ya Kagoto 1907. Kalikuwa kama mji kadogo. Sasa ni city, nayo inaenda ikijengwa. Nimrod ndivyo alivyofanya, akajenga Babeli. Nimrod akajenga Babeli. Na ajabu ni kwamba akatoka hapo akaenda akajenga Ninawi. Wale ni wangapi mnajua Ninawi? Yaani tulaje horoa ni Neben. Wana wangapi wanajua Ninawi? Kuibwa. Ni wangapi mmesikia Ninawi? Kuna jamaa alitumwa hapo na